Shabiki kwa majina naitwa Love D, ni msanii wa Bongo Flava kutoka hapa Tanzania. Nashukuru sana leo nimepata nafasi ya kuzungumza na mtangazaji mmoja ambaye yuko vizuri sana. Anaitwa Mwangarai TV from Kenya. Asante sana kwa support yako. Nashukuru sana kwa kunipa interview. Okay, umeniuliza swali la pili kwamba nina management. Okay, ngoja nikujibu. Sina management bali napambana mwenyewe, najipambania. Nafanya biashara ndogo ndogo nje na muziki. Nafanya biashara ndogo ndogo, lakini pia ninajishughulisha na vitu vingi sana, ikiwemo kuimba, kuigiza, kufanya vicomedy mbalimbali, lakini pia ni wanasemaje, ni muandaaji wa vipindi vya usiku wa mahaba. Ni muandaaji pia wa vipindi vya ujasiriamali. I think utakuwa umekutana na kipindi cha ujasiriamali au kipindi cha usiku wa mahaba ambacho ndio huwa kina trendi sana huko mitandao ya kijamii. Yes, naimba muziki mzuri, naimba kazi nzuri, na matarajio yangu nitakuja tu kupata management ambayo ni kubwa, ni nzuri, ambayo itanisimamia. Support ndogo ndogo zinapatikana, lakini si management ile rasmi kusema kwamba labda hii ni management ya Love D ambayo inamsimamia kwa upande wa muziki wake. No, ila kuna support ndogo ndogo za wadau kutoka nchi mbalimbali, sehemu mbalimbali, zenyewe huwa nazipata, miamala ya hela huwa napata, kusema ukweli, nashukuru Mungu. Swali lingine la tatu, mwandishi ameniuliza kwamba wimbo mpya idea ilikujaje. Okay, let me tell you something here. Nimeachia nyimbo mpya inaitwa Nakupenda. Of course ni nyimbo kali, ni nyimbo nzuri sana ambayo nimemshirikisha Bash Melody. Kuna msanii kutoka hapa Tanzania anaitwa Bash Melody. So wimbo unaitwa Nakupenda. Ni wimbo mkali, by the way. Ni nyimbo nzuri, nyimbo yenye hisia, naomba ikasapotiwe huko YouTube. Labda nikupe kionjo kidogo cha huo wimbo wa Nakupenda ambao nimemshirikisha msanii kutoka hapa Tanzania ambaye anafahamika kwa jina la Bash Melody. So let me start now. My sweet mchumba, endo nafanya naimba. Ebu siti mchumba, nikupe hata kaunyumba. Si unajua ni johari weka numba. Si unajua wendo chana wino pete. Umeniteka nyara, kweli wewe bad boy, umenibamba. Umenitoa ushamba, mwili mzima umenilamba. Nakupenda sana, nakupenda sana. Yes, hicho ndo kionjo cha wimbo wetu mpya ambao unakwenda kwa jina la Nakupenda, nikiwa nimemshirikisha Bash Melody. Jamani, huu wimbo ni mzuri, ni mkali by the way, kama ulivyosikia kwa muda mfupi. Naomba support yako kipenzi changu, naomba support yako. Msanii Love D anahitaji support yako sana, shabiki yangu. Okay, twende swali la 4 ambalo mwandishi wangu ameniuliza. Kaniambia, Love D, changamoto za kimuziki. Jamani, changamoto ziko nyingi, hususan kwa sisi wasichana, watoto wa kike katika game la muziki, game lolote labda la usanii, sanaa yoyote kwa mtoto wa kike ni changamoto sana. Na changamoto ambayo inanikabiri mimi, ambayo nakutana nayo kwanza ni pesa. Changamoto kubwa ni pesa, kwa sababu mtoto wa kike si unajua kufight kwake ndio hivyo kiugumu kutafuta pesa, kiugumu kiuzito. Lakini pia kuna changamoto nyingine unayokutana nayo, hususan ukienda studio unakuta producer anaanza kukuingizia labda swaga za kukutaka kimapenzi, alafu wewe umeenda kikazi, au mwingine unaweza ukampa hela mkafanya kazi, and the end of time ukisha kutongoza nyimbo imeshakuwa tayari, ukimkataa anazuia ile ngoma. Ilishawahi kunitokea nikamsusia producer ngoma. Yaani ngoma nimelipia pesa, nimerekodi, siku ya kwenda kufuata ananilazimisha tufanye mapenzi, afu mimi sipo tayari kwa sababu sijaenda kimapenzi, nimeenda kikazi. So
Nilivyokataa akasema basi nyimbo yako uipate. Akajua mimi nitakubali. Wakati ile nyimbo ni ya kwangu, nikaona okay, yasiwe mambo mengi. Nikaamua kufanyaje? Kumwachia. Kuna changamoto nyingi sana ambazo tunakutana nazo watoto wa kike katika muziki, katika game, ila tunaendelea kufight. Hatukati tamaa kwa sababu tunaamini one day yes Mungu atabless. Hatuwezi kukata tamaa kwa sababu anaweza kukatisha tamaa mtu mmoja wakakusupport watu 5, watu 10. Kwa hiyo hivyo ni changamoto ndogo ndogo tu za kwenye muziki ambazo tunakutana nazo, ambazo hata kama unafanya kazi nyingine huwezi kuikosa changamoto. Ni lazima utakutana nao changamoto kama mwanadamu, kwa sababu sio kila mtu atakupenda, sio kila mtu utakuwa unaishi naye vizuri. Kuna wengine watakuchukia, watakusema hivyo yani. So tuende kwenye swali la 5 ambalo nimeulizwa na mwandishi wangu from Kenya. So anasemaje? Je, una mpango wa kufanya kazi na msanii yoyote mkubwa? Okay, mpango wa kufanya kazi na msanii mkubwa nilikuwa nao. Si unanielewa? Ngoja nikujibu kwa fupi sana. Nilikuwa na mpango wa kufanya ngoma na msanii mkubwa hapa kutoka Tanzania, ambaye ni msanii kidogo wa zamani. Sijui mtakuwa mnamfahamu kama wafuatiliaji wa muziki. Kuna mtu anaitwa Pasha, alafu kuna mtu anaitwa Zedianto. Tulikuwa tumeshafanya ile connection za sisi kufanya kazi yani kimuziki. Sasa ikatokea understanding, sijui wanasemagaje hapo, yani tukapishana katika mambo ya kuelewana, ila tulikuta tayari project tumeshaiandaa, idea ilikuwa ni nzuri na nyimbo ilikuwa ni kali sana, lakini hatukufanikiwa kuingia studio kutokana na changamoto ndogo ndogo ambazo zilijitokeza kabla ya kuingia studio. Ila kwa sasa nipo tayari, nipo naandaa collab. Kuna msanii nimeshaongea naye kwa kunisupport. Unajua wasanii wetu hawa, hususan wasanii wakubwa ambao wamekuzidi nini, wanakuaga wanahitaji pesa kidogo. So nipo najipanga, nimeongea na msanii ambaye ni mkubwa tu, Mario hapa Tanzania, tuweze kufanya collab kazi, lakini kutokana na maokoto bado sijakamilisha, kwa sababu pesa alioniambia Mario kwamba nimpe 500,000 ya Kitanzania. So 500,000 ya Kitanzania naweza kusema kwa Kenya kama shilingi kama shilingi kwa laki kama sio 25,000 basi 30,000 ya Kenya. Yes, ni kama 30,000 hivi ya Kenya. So kwa hiyo bado nipo naitafuta, najichanga, lakini anytime nitakapokuwa tayari basi nitamcall kwamba niko studio fulani njoo, then atakuja kufanya kazi. Unajua watu wakubwa wale. So najinyenyekeza kwake ili aweze kunisupport mdogo wake niweze kufika hatua moja kwenda nyingine. So tuingie swali la 4 tujibu tena. Swali la 6. Yes, anasemaje? Je, mashabiki zako watarajie nini tena kutoka kwako? Yaani mashabiki zangu watarajie muziki mzuri, watarajie kazi nzuri. Ngoma zipo nyingi sana. Of course nimeandaa ngoma kama 40 hivi, ziko audio, ziko studio, na nadhani ni kipindi ambacho nilikuwa mjamzito, kwa sababu nilipata ujauzito I think 2022 mpaka kwenda 23. Kwa hiyo kulea mimba mpaka mtoto, hapo pote nilikuwa naingia studio na record, then naacha mzigo pale. So sikuweza kuachia ngoma. So this time nataka kuanza kuachia ngoma baada ya ngoma. Nina ngoma mengi sana. Kuna ngoma inaitwa Nataka Dudu. Hiyo ni ngoma nzuri. Ni idea ya kitofauti. Watu wengi nikiwaambia ngoma Nataka Dudu wanastuka, wanahisi labda sijui nini. No. Kuna ngoma inaitwa Nataka Dudu. Kuna ngoma ziko nyingi. Kuna ngoma inaitwa Mahaba, kuna ngoma inaitwa Kapange, na ngoma nyingi sana of course ambazo ziko studio. Soon nataka kuzirelease moja. Nataka kushuti video. Naombeni support zenu mashabiki zangu kutoka Tanzania, Kenya, Uganda, Zambia, wapi. Wale wote mnaonifuatilia mimi kwa vituko vyangu nini, kwa story zangu, kwa vitu vingi, comedy, vipindi nini, mziki. Naimba mziki mzuri kwa kweli. Mziki wangu ni mtamu. Mziki wangu unaridhisha, ladha ni nzuri. Hata ukiusikiliza unaenjoy. Mziki mtamu by the way. So nahitaji tu support zenu. Okay. Tuende swali la mwisho, nasema mashabiki watakutafutia wapi? So mashabiki mtanipata YouTube. Ingia YouTube ukiandika tu Lovedee TZ unanipata. Napatikana sana YouTube, Instagram Lovedee TZ, and then Facebook pia Lovedee TZ, TikTok Lovedee msanii mkubwa. So hebu ingia hiyo mitandao yote ya kijamii, nenda kanitafute vizuri,
utaniona nimejaa tele kama pishi la ubwabwa, sina mbambamba, sina mambo mengi, mtoto niko lele lele, nahitaji tu support yako. Naimba, sijui kitu gani kinanishinda mimi kwenye sanaa, kwa sababu hata kupresent na present, naigiza mimi unavyoniona, nafanya comedy mimi, naandika story, ni story writer, director, na direct movie nzima. Yani kiufupi inahitaji tu support zenu mashabiki. Ninawapenda sana, ingia tu YouTube andika Love D, kuna ngoma ambayo iko trending sana pale. Ukiandika Love D nitulize utakuta na viewers kama yote. Love D niguse au niguse remix, of course ni bonge moja la video, bonge moja la kazi. Kwanza audio imezingatiwa, location kali, lakini pia quality yake iko juu sana, quality ni nzuri, lakini pia msanii yuko vizuri sana, msanii kapendeza, kazingatia mazingira yote, lakini pia msanii ka play part vizuri. Unajua video inataka kidogo mambo ya msanii kacheza, yani kachangamka. Msanii akichangamka nyimbo pia inakuwa nzuri. So msanii kaimba vizuri, kachangamka, kacheza, kapendeza. Msanii ka play part zote ambazo anatakiwa kuplay msanii ambaye anaimba. So hebu ingia YouTube ka support muziki mzuri, ka support kazi nzuri. Nakupenda sana shabiki yangu, make sure una subscribe channel yangu ili tu wewe uwe wa kwanza kupata nyimbo kali, vitu vikali, vitu vya tofauti. Sio, unanielewa? Yaani naomba support, ukikosa kunisupport pesa, hata kubonyeza tu neno subscribe pale utashindwa. Hauwezi kushindwa na imani. Naomba unisupport katika hilo. Naitwa Love D, napatikana mitandao yote kwa jina moja tu, Love D TZ. Nahitaji sana support yako shabiki, kushare, kulike, kucomment. Nitapita nawe. So ukiingia kwenye Instagram yangu pale, ukiandika Love D TZ au Love D msanii, basi akaunti yangu ya LG itakuja. Kuna namba yangu ya WhatsApp kwenye bio nimekuwekea pale. Kama utakuwa na swali lolote, yes, unataka kutuma kaela kokote pale pale, nimekuwekea mazingira fresh kabisa. Chukua namba hiyo, luka na mimi, tuma chochote, unisupport. Msanii wa kike napambana, niko right, nataka kufanya muziki mzuri, nataka kufika mbali, nataka kuwa serious. Yani niko serious kwa kifupi, na nahitaji support yako shabiki yangu. Ukishindwa kunisupport kwa hela, basi nisupport hata kwa subscribe. Ukienda ukilike, comment na kusubscribe afu ukishare, utakuwa umetisha kinoma noma. Love D hapa from Tanzania. Niko Tanzania, sehemu moja tu wanaita Mbezi.